Kabla hujasema neno lolote kazini, tayari mavazi yako yameshakutambulisha. Leo tujue dress code inayojenga heshima na kutambulisha. Karibu darasani. Mavazi kazini si swala la fashion tu, bali ni lugha ya taaluma, heshima pamoja na staha. Yafuatayo ni mambo ya kuzingatia katika itifaki ya mavazi. Jambo la kwanza, vaa kulingana na mazingira. Hakikisha unavaa kulingana na mazingira ya kazi yako unayofanya. Mfano, kama ni mtumishi wa umma, basi vaa mavazi yanayotakiwa katika eneo hilo unalofanyia kazi. Epuka mavazi kama mashati makubwa yenye michoro mikubwa, matisheti makubwa na nguo zenye michoro na rangi nyingi zisizotakiwa. Mavazi kama tisheti na jinsi katika itifaki kazini hayaruhusiwi. Jambo la pili, usafi ni sheria ya kwanza. Mavazi mazuri bila usafi ni bure. Hakikisha nguo zimepigwa pasi, viatu vimesafishwa. Harufu si kali katika nguo, bali nzuri na yenye kuvutia, yaani harufu ya manukato. Jambo la tatu, hakikisha unavaa rangi zisizopiga kelele kazini. Unajua namaanisha nini? Namaanisha rangi za nguo kazini pia nao ni ujumbe. Chagua nguo nzuri zinazofaa kiitifaki. Kwa mfano, rangi ya blue, dark blue, rangi nyeusi, rangi nyeupe, rangi ya kijivu. Epuka kuvaa nguo zinazong'aa sana. Epuka kuvaa nguo zenye mchanganyiko wa rangi nyingi. Jambo la nne, accessorize ziwe chache. Viongozi huonekana kwa simplicity. Kuvaa saa nzuri, kuvaa mkanda unaolingana na viatu. Epuka bangili nyingi, hereni kubwa kazini na perfume inayotoa harufu kali kupita kiasi. Na jambo la tano, mavazi ni heshima kwa wengine. Unapovaa vizuri, unawaheshimu wengine. Unawaheshimu wateja, viongozi, taasisi na hata wewe mwenyewe. Kumbuka, ofisi si jukwaa la majaribio ya fashion. Ni mahali pa hadhi, nidhamu na uwakilishi. Mavazi kazini ni utambulisho wa taaluma yako. Vaa kwa heshima. Kama umejifunza, andika neno mavazi, ni follow na share kwa wengine.